Yesu asifiwe. Basi tuketi. Niombe waliokaa nyuma wasogee viti vya mbele. Sogea kiti cha mbele. Natamani kule kuona shemasi tu nyuma aliyekaa. Lakini jambo jingine, tuliza mtoto unapokuwepo ibadani. Nikasikia ushuhuda mmoja wa Mzambia anasema kwamba shetani anatumia sana watu au watoto wanapokuwa ibadani. Sasa mtoto unapokuja naye ibadani, hebu muombe. Akasema jambo jingine, huwa wanawachoma sindano watoto watawala wa giza. Kuna shangaa tu mtoto anaanza kulia bila sababu, utulivu unakosekana ibadani. Kwa lazima ujue kabisa kwamba lazima muombe mtoto wako kabla hujaje ibadani. Hiyo ni mbinu moja wapo tu nakupa ya kuweza kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunatamani tujifunze somo moja, ili somo linanifundisha mimi lakini linakufundisha na wewe pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni somo linalohusu maombi tu. Kutokana na siku ya leo ni siku ya maombi, na somo letu linahusu maombi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka nikuwekee picha moja uweze kuona hapa. Somo linasema misingi ya maombi. Misingi ya maombi. Asante fundi mitambo, mic imekaa vizuri kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunatamani tuone misingi ya maombi. Mtu uliokoka lazima ujue misingi ya maombi. Yamkini wakati mwingine unaomba lakini haujibiwi, ni kwa sababu bado hujajua kwamba ipo misingi ya maombi ambayo inaweza ikakusaidia, inaweza ikakufikisha mahali fulani, inaweza ikakusaidia wakati wa kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Tena kwa spidi sana. Kwa hiyo Mungu akupe neema tu ya kunisikiliza uweze kusikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu, fungua akili zetu tupate kuelewa na maandiko kwa jina la Yesu. Damu yako itie uzima akili zetu na masikio yetu ya kiroho yapate kusikia neno lako katika jina la Yesu. Wote tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Msingi wa kwanza nimeandika hapa ni kumkumbusha Mungu. Huo ni msingi wa kwanza, kumkumbusha Mungu. Kumkumbusha Mungu katika kuomba kwako. Kumkumbusha Mungu. Huo ni msingi wa kwanza kwa mtu muombaji, kwa mtu ambaye anataka kuomba, lazima ujue kumkumbusha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaangalia maandiko kama mawili tu hapa. Andiko la kwanza linapatikana katika kitabu cha Isaya, ile sura ya 43 na ule mstari wa 26. Isaya 43 mstari wa 26. Biblia inasema kwamba unikumbushe na tuochiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Anaanza unikumbushe. Kwa hiyo tunaona Mungu wetu anapoanza kutoa msingi kwa mtu ambaye anaenda mbele za Mungu kueleza hoja zake, anasema kwamba unikumbushe. Sio kwamba Mungu wetu anasahau, lakini analotaka tu umkumbushe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapoenda mbele za Mungu lazima ujue kwamba iko kanuni au uko msingi ambao unanidai ya kwamba napoenda mbele za Mungu nimkumbushe Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima ujifunze ya kwamba kumbe napoenda mbele za Mungu ninatakiwa nimkumbushe Mungu. Sio kwamba Mungu wetu anasahau, lakini anachotaka umkumbushe. Shida ya watu sasa, anapoomba jambo fulani ananyamaza kimya, anaacha kumkumbusha Mungu. Lakini Mungu wetu anasema kwamba tumkumbushe, tueleze shida zetu, tueleze mambo yetu, tupate kupewa haki yetu. Lakini jambo la kwanza amelishia kwanza, amesema kwamba tumkumbushe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima ujifunze kwamba ninatakiwa kumkumbusha Mungu. Lazima umwambie Mungu, Mungu najua hapa nilikwambia Bwana ninatamani ninunue kiwanja hapa. Sasa Mungu, si unakumbuka lile ombi langu? Nilitamani Bwana, yani niongeze nyumba nyingine. Nilikwambia Bwana. Kuone na mbele za Mungu na kumshauri Mungu. Shida ya watu, mnamchukulia Mungu kama vile sijui dikteta fulani. Hapana. Lazima unaenda mbele za Mungu, unaongea na Mungu kama baba, unamkumbusha. Sana na baba na mtoto nyumbani.
Yamkini mtoto amekuambia fulani jambo fulani baba, ukasahau. Atakapokukumbusha itakuwa ni ngumu kutendewa. Kwa Mungu anataka tumkumbushe shida tulizonazo, maombi ulionayo, nenda mbele za Mungu mkumbushe. Biblia inaeleza kwa habari ya Hezekia. Hezekia alipokuwa alienda mbele za Mungu kwa maombi ya kumkumbusha Mungu, alienda akamkumbusha. Kwa hiyo Mungu alikuwa anajua kama Hezekia alifanya mambo mazuri. Sasa alikuwa anajua kwa nini Hezekia alimwambia Mungu akumbuke. Mungu kumbuka kitu fulani. Mungu kumbuka alikuwa chini nilipoenda mbele zako kwa ukamilifu. Tunaona Mungu akakumbuka kweli. Akamongezea Hezekia miaka 15. Kwa sababu gani? Kwa sababu alikumbusha Mungu. Na watu wengi wanashindwa kujibiwa maombi yao ni kwa sababu wameshindwa kumkumbusha Mungu. Wamamba maombi fulani, Mungu anajua, sawa anajua, lakini anasema tumkumbushe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Isaya ile sura ya 62 mstari wa 6 na 7. Biblia inasema Isaya 62:6 mpaka 7. Nimeweka walinzi juu ya kuta zako, Yerusalemu, hawatanyamaza mchana wala usiku. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana, msiwe na kimya wala msimwache akae kimya mpaka atakapofanya imara Yerusalemu na kufanya sifa duniani. Anasema usinyamaze, uendelee kumkumbusha Bwana mpaka uone matokeo unayaona, mpaka uone matunda unayaona, mpaka uone majibu yako yametokea. Lazima ujue kwamba natakiwa kwenda mbele za Mungu nimkumbushe Mungu. Usishe kwamba siku moja tukanyamaza, hapana. Lazima uende mbele za Mungu, mwambie Bwana, Mungu kumbuka familia yangu, kumbuka watoto wangu, mkumbuke mume wangu, mkumbuke mke wangu. Lazima uende mbele za Mungu umkumbushe, ndivyo Mungu anavyotaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Najaribu kukuonyesha tu picha kidogo uende kuona namna gani misingi ya maombi ilipokaa. Yamkini wakati mwingine ombi lako hutajibiwa kwa sababu wewe ni mbele za Mungu kumkumbusha. Wewe ni Mungu, najua wewe ni Mungu, sio binadamu. Najua Bwana jambo fulani nalijua, utaki hata kukumbusha. Hawezi akakujibu. Anasema mkumbushe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangazie jambo la pili. Kuna misingi kama 7 hapa. Tutaenda kwa spidi zaidi, tutaimaliza tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Msingi wa pili, amini ya kuwa Mungu yupo. Amini ya kuwa Mungu yupo. Amini ya kwamba Mungu yupo. Lazima uweke imani. Weka imani ya kwamba yupo Mungu. Weka imani ya kwamba wameshindwa waganga, wameshindwa kina nani, wameshindwa madaktari, wameshindwa kina fulani, wameshindwa miungu na miungu, wameshindwa. Sasa ninayemwendea ni Mungu ambaye yupo, ni Mungu anayependa, ni Mungu anayejibu, ni Mungu anayefanya. Lazima ujue ya kwamba ninatakiwa niweke imani ya kwamba Mungu yupo. Waebrania 11:6. Biblia inasema Waebrania 11:6, lakini pasipo imani haiwezi kumpendeza Mungu. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima, imesema lazima, sio ombi, lazima amini. Lazima amini kwamba yeye yuko na kwamba wapa sababu wale wamtafutao. Anasema lazima uamini ya kwamba Mungu yupo. Manake sio ombi, ni lazima uamini ya kwamba Mungu yupo na ya kwamba yeye wapa sababu. Manake ya kwamba lazima uamini ya kwamba Mungu yuko, anajibu. Mungu yupo, anatenda. Yuko Mungu anayejibu kwa moto. Yuko Mungu anayefanya mambo makubwa. Yuko Mungu anayetenda miujiza. Yuko Mungu anayeponya. Yuko Mungu anayeponya watu. Yuko Mungu anayebariki watu. Lazima uweke imani ya kwamba yuko Mungu anayeweza. Yuko Mungu anayefanya mambo ya ajabu. Yuko Mungu anayeweza kukutetea. Lazima uweke imani hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo najaribu kukuonyesha uone namna gani misingi ya maombi ilivyokaa. Yamkini umekuwa mtu wa kumwekea Mungu mipaka. Kwa maana yamkini Mungu akujibu kwa sababu anapokatazama karoho kako anaona kwamba hakaamini kama yeye anaweza.
unatakiwa ujue mmoja wapo ni kuamini ya kwamba Mungu yupo na anafanya na anatenda. Yamkini Mungu kwa ameshindwa, lazima apoenda mbele za Mungu anasema lazima aamini ya kwamba yeye yuko na wapa sababu wale wamtafutao. Kwa hiyo kumbe tunaelewa kwamba lazima kanuni mojawapo au msingi mojawapo ni kuamini ya kwamba Mungu yupo na yeye wapa sababu wale wanaomtafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, twende jambo jingine. Jambo la tatu au msingi wa tatu, kuwa na uvumilivu katika maombi. Kuwa na uvumilivu. Kuwa na uvumilivu katika maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa na uvumilivu. Uvumilivu imekuwa ni shida kwa watu wengi. Tutaona baadhi ya vitabu kama Biblia vinatuambia juu ya kuwa na subira ya kila namna, lakini natueleza juu ya uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende lena Biblia, funua Biblia haraka haraka hapo, twende kwa spidi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Wakolosai ile sura ya kwanza na ule mstari wa 11. Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 11, Biblia inasema mkiwezeshwa kwa uwezo wote kwa kadri ya nguvu ya utukufu wake, mpate kuwa na saburi ya kila namna na uvumilivu pamoja na furaha. Tarudia, kuna watu hawajasikia. Biblia inasema Wakolosai 1:11, mkiwezeshwa kwa uwezo wote kwa kadri ya nguvu ya utukufu wake, mpate kuwa na saburi ya kila namna. Saburi, subira ya kila namna, sio ya namna moja, ya kila namna. Tunaenda sasa na uvumilivu pamoja na furaha. Biblia inatuambia kwamba tuwe na saburi ya kila namna na uvumilivu. Na pointi yake inatuambia kwamba kuwa na uvumilivu katika maombi. Kwa hiyo katika kuomba lazima uwe na uvumilivu, kwa sababu Mungu wetu anafanya kwa wakati wake. Afanye kwa jinsi unavyotaka wewe. Afanye akujibu kwa sababu kwa jinsi unavyojisikia wewe kujibu. Anajibu kutokana na yeye mapenzi yake anavyotaka yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima uwe na uvumilivu, kwa sababu Biblia inatuambia kwamba tuwe na saburi ya kila namna. Kwa hiyo lazima tuwe na hali ya uvumilivu wa hali ya juu ya kumsubiri Bwana kwa wakati wake, na sio kusubiri tu, kumsubiri Bwana katika mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima ujifunze kwamba katika maombi kuna uvumilivu, kuna kuvumilia. Usishie kwamba tu siku moja ukasema imetosha. Lazima uvumilie. Biblia inatuambia kwamba tukiwa na saburi ya kila namna na uvumilivu na furaha, usianze kunung'unika. Kuwa na subira. Bwana anafanya kwa wakati wake. Lazima ujifunze kuwa na uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona mtu anaenda kwa mganga anaomba ameshindwa, maana yake amekosa uvumilivu. Maana yake katikati ya misingi ya maombi msingi mmoja umepungua msingi wa uvumilivu. Na kama umepungua tayari yule mtu anataka kwenda kwa mganga. Shida nini? Uvumilivu. Ameshindwa kuendana na maandiko yanavyotaka tuwe wavumilivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Walumi 12. Walumi 12. Tujaribu kuweka misingi hapa uweze kuona ni vitu gani vilivyopo katika maombi. Mkini maomba sana, kumbe kuna misingi tu ambao hujaifahamu. Walumi 12:12. Biblia inasema Walumi 12:12,
Biblia inasema kwa tumaini mkifurahi katika dhiki, mkisubiri katika kusali, mkidumu. Kuna watu hawajaelewa niliposoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tumaini mkifurahi katika dhiki, mkisubiri katika kusali, mkidumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunaona Biblia inatuambia kwamba tukisubiri kwa kusali, manake tunatakiwa tusikurupuke kwenda njia nyingine, ila tuendelee kusubiri kwa kusali. Manake tuendelee kuvumilia huku tukiendelea kuomba, tukiendelea kumsubiri Bwana huku tukiendelea kusali. Haijamaanisha kwamba tuache. Biblia imesema kwamba mkisubiri huku mkisali katika kusali. Yaani huku mnaendelea kusali, huku mkiendelea kumsubiri Bwana. Haijamaanisha kwamba mwache kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima ujifunze uvumilivu katika kuomba, lazima ukae na uvumilivu. Ndio maana Biblia inasema mkiwezeshwa kuwa na uvumilivu. Hawezi kuwa na uvumilivu ukapokea majibu yako. Waswahili wanasema mvumilivu hula mbivu. Kwa sababu gani? Waliona ndio wakatengeneza hiyo kauli. Wakatengeneza huo msemo. Waliona ya kwamba wavumilivu namna gani wao wanafanikiwa. Na katika kumsubiri Bwana ndivyo ilivyo, lazima ujifunze uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende pointi nyingine. Mungu akupe neema tu ya kunielewa, maana naenda spidi sana. Tunaelewana lakini? Tunaelewana? Kuwa na moyo wa shukrani. Hapa jambo limekuwa gumu sana kwa wapendwa. Kuwa na moyo wa shukrani. Msingi mwingine ni kuwa na moyo wa shukrani. Lazima ujifunze kuwa na shukrani. Usiwe mtu wa kunung'unika. Usiwe mtu wa kulalamika. Jifunze ndani ya moyo wako kujawa na moyo wa shukrani. Jifunze ndani ya moyo wako, kitoeshe kinywa chako kusema asante Yesu. Sio kulaumu ya kwamba Mungu mbona unifanyii, Mungu mbona ujibu. Wana wa Israeli walishindwa kuiona nchi ya Kanaani kwa sababu ya kulalamika, kunung'unika, mpaka wakapelekea nyoka wa moto wakatokea. Kwa sababu gani? Kunung'unika na kulalamika kwao. Na Mungu anasikitishwa sana na watu ambao kazi yao ni kulalamika badala ya kumshukuru Mungu, badala ya mioyo yao kumimina mbele za Bwana kwa kushukurani, wanakaa kulalamika. Matokeo yake Mungu anazidi kushangaa, anakushangaa wewe unalalamika na kunung'unika. Badala ya moyo wako ujawe na shukrani. Ujawe na shukrani mbele za Mungu, ukimtukuza Mungu, ukisema asante Bwana, na mimi Bwana unafanya hili, na mimi Bwana unatenda hili, na mimi Bwana unaponya hili, na mimi Bwana unakwenda kunitendea hili. Lazima moyo wako ujawe na shukrani. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo ndani ya moyo wako usijae manung'uniko. Usipende kulaumu. Usipende, au utajibiwa hata siku moja. Yaani kama wewe ni mtu wa kuomba hapo unaanza kunung'unika. Kama ni Mungu mimi anionaki. Anaona tu kina mama fulani, kina mama Angasa ndo akanawaona. Mimi anioni. Unakuwa mtu kulalamika, utajibiwa kwa sababu kutokana na kunung'unika kwa kina wana wa Israeli, Mungu aliachilia nyoka wa moto wakawang'ata mpaka walipotubu. Na Mungu hataki tunung'unike. Anachotaka tujawe na shukrani. Mioyo yetu ijawe na shukrani. Ijawe na asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Sio kulalamika, Mungu mimi anipendi. No, sema kwamba asante Yesu. Asante Bwana. Asante Bwana. Hata kama unaona kwamba bado mambo ni magumu, lazima ujifunze kwamba kusema asante Bwana. Asante Yesu. Asante Mungu ni hai. Na mimi wewe ni mweza. Na mimi Bwana unatenda. Na mimi Bwana unakwenda kuonekana. Na mimi Bwana unakwenda kunivusha. Lazima ujifunze kusema asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakolosai 4.
Wakolosai sura ya 4 mstari wa 2. Sikiliza Biblia inavyosema. Wakolosai 4:2. Dumuni sana katika kuomba. Ikaendelea. Mkikesha katika kuomba huku na shukrani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nirudie kwa faida ambao hawana Biblia. Dumuni sana katika kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ili neno tu dumuni linakuja linaingia kwenye point ya kuwa na uvumilivu. Huwezi kudumu katika kuomba kama una uvumilivu. Bwana Yesu atusaidie sana. Dumuni sana katika kuomba, mkikesha katika kuomba huku na shukrani. Biblia haijaishia kusema kwamba tudumu sana katika kuomba, lakini ikasema na shukrani. Lazima tuwe watu wa kushukuru. Lazima tuwe watu wa kwenda mbele za Mungu na kumshukuru Mungu. Kwa sababu gani? Yeye ni muweza. Yeye anaweza kukufanyia hilo jambo. Yeye anaweza kukutendea hilo jambo. Lazima ujifunze kuwa na shukrani katika maombi yako. Kama kweli unataka kujibiwa, lazima ujifunze kuwa na moyo wa shukrani. Ila kama utakuwa ni mtu wa kulalamika na kunung'unika, hutajibiwa hata siku moja. Kama nadhani Natania, jaribu tu kaombe fulani, afu kaa ukinung'unika, hutajibiwa. Kwa sababu utakuwa umeenda kinyume na maandiko. Maandiko yanasema kwamba tudumu sana katika kuomba, huku tukikesha katika kuomba, huku na shukrani. Sio kukesha tunakuomba, lakini na shukrani. Ndani ya mioyo yetu, ndani ya mioyo yetu lazima tuwe na shukrani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwenye kitabu cha Ibrania, mkimpa Bwana dhabihu za sifa. Tukimpa Bwana dhabihu za sifa, maana yake tukimsifu Mungu na kumshukuru kwa sababu ya wema wake, kwa sababu yeye anafanya mambo zaidi ya jinsi ambavyo unawaza wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wafilipi 4:6. Wafilipi 4:6. Tuwe na spidi, maana mimi kwenye kufunua Biblia niko spidi sana. Kwa mtakuwa mnashangaa tu nimeshafika. Wafilipi 4:6. Biblia inasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru. Yaani Biblia inasisitiza kuomba, lakini na kushukuru imeweka ndani yake. Kila andiko tumesoma Wakolosai inasema tudumu, lakini kamaliza na shukrani. Tumesoma Wafilipi inasema vile vile tena ya kwamba katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunazidi kuona namna gani tunatakiwa tuwe watu wa kushukuru, sio watu wa kulalamika, sio watu wa kukaa na kuhuzunika. Jamani, litatizo Mungu, sasa itakuwaje? Itakuwaje Mungu? Unakuwa mtu wa kulalamika na kunung'unika. Biblia inasema tudumu katika kuomba huku na shukrani. Shukrani zetu tuzipeleke mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Utaongezea na kitabu cha Zaburi huko, Zaburi 50:23. Biblia inasema atoe dhabihu ya kushukuru ndiye anayenitukuza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima ujifunze kujua namna gani unatakiwa kuwa mtu wa kushukuru. Pointi nyingine namba 5, msingi wa 5, kuwa na unyenyekevu. Lazima uwe mnyenyekevu. Usiwe mtu mwenye kiburi, usiwe mtu unataka kufanya vitu kwa akili zako. Lazima kubali kushuka mbele za Mungu. Lazima kubali kunyenyekea kwake, kwa sababu yeye ndiye anayetoa majibu. Yeye ndiye anayetoa majibu kwa wakati wake. Lazima kubali kunyenyekea kwake. Lazima kubali kushuka kwake. Lazima uende mbele za Mungu kwa unyenyekevu. Lazima kubali kushuka kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo atakapoenda kukujibu. Ukiwa mtu wa kiburi, ukifanya vitu kwa kiburi, hutaona majibu hata siku moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Waraka wa kwanza wa Petro ile sura ya 5 mstari wa 5 na wa 6. Waraka wa kwanza wa Petro ile sura ya 5 mstari wa 5 na wa 6. Biblia inasema, vivyo hivyo ninyi vijana watini wazee. Naam,
jifungeni unyenyekevu mpate kudumiana, kwa sababu Mungu wapinga wenye kiburi, lakini wapa wanyenyekevu neema. Lakini mstari wa 6 unasema, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu aliye hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Tunatakiwa tunyenyekee chini ya mkono wa Mungu aliye hodari, kwa sababu yeye Mungu ndiye anayetoa majibu. Yeye Mungu ndiye anayekujibu kwa wakati wake. Mungu ndiye anayefanya mambo makubwa katika maisha yako. Lazima kubali kunyenyekea. Ndio maana Biblia inasema kwamba nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu aliye hodari. Nyenyekeeni, lazima kubali tu kunyenyekea. Lakini sio hivyo tu. Ukisoma kwenye kitabu cha Yakobo anasema kwamba tumkaribie Mungu. Tunamkaribia Mungu kwa njia ya unyenyekevu. Tunamkaribia Mungu kwa njia ya kujishusha, kwa njia ya kwenda mbele za Mungu kwa unyenyekevu. Tunaponyenyekea kwake, ndipo Mungu anapoweza kutujibu maombi yetu. Ndipo Mungu anaweza kusaidia maisha yako. Ndipo Bwana anapoenda kuonekana katika maisha yako. Lakini kwanza umekubali kunyenyekea na kushuka kwake. Hapana, lazima kubali kunyenyekea, ndipo Bwana atakapokujibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Pointi nyingine au msingi mwingine wa 6, maombi yako yamhusishe Roho Mtakatifu. Maombi unaoomba yamhusishe Roho Mtakatifu. Hiyo ni pointi nyingine. Maombi yako yamhusishe Roho Mtakatifu. Usiombe kwa akili zako. Kwa maana watu wengi sana wajibu kwa sababu gani? Maombi mengi watu wanafanya kwa akili zao. Wanayani tu mtu anaamua kubuni kwenye akili zake. Lazima maombi yako yamhusishe Roho Mtakatifu. Ndio maana jikuta unaomba tu kidogo unapiga miayo, kwa sababu ya maombi hayana nguvu ya Roho Mtakatifu. Hayamhusisha Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ni nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Warumi 8:26. 8:26 Warumi. Kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu, kwa maana tujui kwamba jinsi ipasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kugua kusikoweza kutamkwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho anatusaidia. Sasa kama maombi yako hayajamhusisha Roho Mtakatifu, haya maombi yako yanakuwa bado yana shida, kwa sababu Roho Mtakatifu anatuombea. Biblia inasema hatujui kuomba ipasavyo, lakini Roho mwenyewe ndiye anayetuombea na kugua. Maana kama hatutamshirikisha Roho Mtakatifu katika maombi yetu, maana kumbe maombi yetu hayataenda jinsi ipasavyo. Maana maombi yetu hayatakuwa na ustadi ipasavyo. Maana kumbe tunatakiwa watu tuliokoka maombi yetu tumshirikishe Roho Mtakatifu. Tunapomshirikisha Roho Mtakatifu, yeye anaenda mbele za Mungu kwa ajili ya kukomea. Wakati mwingine wewe unakuwa umechoka, unahisi usingizi umelala, lakini Roho Mtakatifu anapokuwepo umemshirikisha kwenye haya maombi yako, yeye anaenda mbele za Mungu, anaendelea kukomea. Baba, mkumbuke mama fulani, mkumbuke kijana fulani, mkumbuke baba fulani, mkumbuke Bwana. Anasema ya kwamba anahitaji msaada, anasema ya kwamba anahitaji kitu fulani. Lazima jifunze kumhusisha Roho Mtakatifu. Usiende maombi kwa akili zako tu, usiende kwa kufuata akili zako. Lazima ukubali kumhusisha Roho Mtakatifu, kwa sababu aliwekwa kwa ajili yetu, aliwekwa kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wananielewa? Maombi yako mhusishe Roho Mtakatifu. Usiombe tu kwa akili zako, usiombe tu kwa sababu umejisikia leo niombe kitu fulani. Wewe tu leo nikawaambia tu leo kanisani niende nikawaambie kitu fulani. Usiende kwa akili hizo. Maombi hayo yatakuwa na msaada wote. Maombi yako mhusishe Roho Mtakatifu. Mwambie Roho Mtakatifu, uliacha kwa ajili yangu, uliacha kwa ajili yangu, hebu nisaidie jambo fulani, hebu nisaidie jambo fulani. Na Roho Mtakatifu ni mwaminifu, kwa sababu yeye yuko kwa ajili yetu. Kwa hiyo tunapomshirikisha, na yeye anaenda mbele za Mungu na kusema na kukuombea wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Usijali, muda wetu utaenda vizuri. Namalizia pointi ya mwisho, tukaingia kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Pointi ya mwisho inasema kwamba kuwa mtakatifu. Kuwa mtakatifu. Kuwa mtakatifu. Hapa sitaki sana kuzungumzia sana, kwa sababu Jumatano tu tumefundishwa habari za dhambi. Waimbaji wameimba tena jioni leo habari za dhambi.
Kwa hiyo sihitaji sana kuzungumzia sana, lakini hebu ngoja tuone kidogo Biblia inavyotuambia, inavyotuelekeza, inavyofunua mambo hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Yohana, tuone Biblia inasema kitu gani, inatueleza kitu gani juu ya watu wanaomba wenye dhambi. Yohana mtakatifu sura ya 9 mstari wa 31, Biblia inasema kwamba twajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi, bali mtu akiwa ni mcha Mungu na kuyafanya mapenzi yake umsikia huyo. Kwa tunajifunza kwamba kumbe lazima tukubali kwa watakatifu, lazima tukubali kujitenga na dhambi, lazima tukubali kujitenga na maovu yote, kwa sababu inatuambia kwamba tunajua kwamba Mungu hawasikii wenye dhambi. Kwa hiyo ukiwa mtu wa dhambi, ukiwa mtu uliyetolea maisha ya dhambi, ukiwa mtu mtenda dhambi, maana yake Mungu hayasikii maombi yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio mimi nimesema, ni Biblia imesema ukiwa mtu mwenye dhambi, Mungu hasikii maombi yako. Kwa hiyo kama mtu na sehemu inasema kwamba maombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele za Mungu, japokuwa mstari sikumbuki. Ni kelele kwa sababu gani? Unakuwa unampigia Mungu kelele kwa sababu maisha yako ni maisha yaliyojaa dhambi, ni maisha yaliyojaa uovu na utakatifu. Unaposema utakatifu, sio kwamba nimeacha kulewa, nimeacha kuzini, hapana. Utakatifu ni kufanya mambo yote sawa. Hiyo ndio maana ya utakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima kubali kujitenga na dhambi ili Mungu aweze kukusikia maombi yako na aweze kukujibu. Lazima kwanza ukubali kujitenga na dhambi, ukubali kujitenga na dunia, lazima ukubali kujitenga na mambo yote ya duniani, ukubali kumfuata Yesu. Hapo ndipo maombi yako yatakapoweza kujibiwa. Tumalizie mstari 15, mstari wa 29, mstari 15-29. Biblia inasema kwamba Bwana yu mbali na wasio haki, bali husikia sala ya mwenye haki. Kwa tunajifunza kwamba kumbe Mungu wetu yuko mbali sana, tena anawageuzia watu misogo. Ndio maana watu wamekuwa watu wakiomba, lakini ndio maana kusoma kwenye kitabu cha Isaya 59 ya kwamba mkono wake sio mfupi hata usiweze kubokoa, na sikio lake sio zito, lakini maovu tu ndio hayo yanayotufelisha. Maovu tu ndio yanayotufelisha, hata Mungu hataki kusikia. Lakini Misali 15:29 ya kwamba Mungu yuko mbali, yuko mbali, amewageuzia malaki visogo. Mungu amekugeuzia kisogo kwa sababu ya dhambi. Bwana Yesu atusaidie sana. Lazima tukubali kwa watakatifu. Hapo ndipo tutakapopokea majibu yetu. Simama kwa miguu yako.